Kuna mambo ambayo watu wengi huyafanya wakati wa usiku bila kujua madhara yake, na cha kushangaza ni kwamba baadhi ya mambo haya tulikuwa tukiambiwa tangu utotoni, lakini hatukuwahi kuelezwa sababu zake vizuri. Wengine waliona ni ushirikina, wengine waliona ni stori za kutisha tu, lakini ukweli ni kwamba baadhi ya vitu hivi vina sababu za kiafya, kiusalama na hata kisaikolojia. Leo nitakwambia mambo matano ambayo hupasi kuyafanya wakati wa usiku, na kwa nini ukipuuzia unaweza kujikuta kwenye matatizo bila hata kutarajia. Na jambo la tano ndilo ambalo watu wengi hulifanya zaidi. Twende sawa. Jambo la kwanza ni kutembea usiku peke yako. Watu wengi hulichukulia poa jambo hili, huwa wanalizarau sana mpaka siku ambayo wanapokutana na tukio baya. Usiku si kila mtu anayezunguka huwa ana nia nzuri, baadhi yao huwa wana nia mbaya. Kwanza, uwezekano wa kuibiwa wakati wa usiku ni mkubwa sana, na pia ukipata tatizo njiani, msaada huwa mgumu sana kupatikana kwa haraka. Ukiwa peke yako usiku unaweza kufuatiliwa, kuporwa au hata kupata ajali. Lakini pia watu wengi wanaamini kuwa kuna maeneo hubadilika kabisa wakati wa usiku. Ndiyo maana zamani watu walikuwa wakikatazwa sana kutangatanga usiku bila sababu. Kuna watu wengi wamewahi kusema walihisi kufuatwa, wengine kusikia sauti zisizoeleweka au hata kuona vitu vya ajabu gizani. Na hata kama wengine watasema ni hofu tu ya akili, ukweli ni kwamba usiku huathiri sana saikolojia ya mwanadamu. Ubongo wako huwa uko makini sana ili kujilinda kutokana na hatari, na si kila unachokutana nacho wakati wa usiku ni kitu cha kawaida. Saa nyingine unaweza kupishana na mtu, kumbe ni kiumbe cha ajabu. Jambo la pili ni kuacha chakula wazi. Hili ni kosa ambalo watu wengi hulifanya sana wakati wa usiku. Unamaliza kula, unaacha chakula mezani kikiwa wazi, halafu unaenda kulala. Sasa madhara yake ni nini? Kwanza, chakula kikiwa wazi huvutia wadudu kama vile mende, nzi, panya na hata sisimizi, na baadhi ya wadudu hawa hubeba bakteria hatari sana. Unaweza ukajiuliza, mbona nyumba yangu mimi au chumba changu mimi nilichopanga kina wadudu wengi, kina sisimizi wengi, kina panya wengi au kina mende wengi? Kumbe ni ile tabia ya kuacha chakula wazi wakati wa usiku. Wakati wa usiku harufu huenda mbali sana, kwa sababu vyombo vingi ambavyo vinatumia moshi kama gari, viwanda huwa vimezimwa. Kwa hiyo harufu ya chakula hufika mbali, huwa hayaathiriwi na vitu kama hivyo. Sasa wadudu ambao wako mbali huwa wanatoka walipo na kufuata chakula kilipo. Ndani mnakuwa mna wadudu wengi, unakuta nyumba au chumba kina sisimizi wengi, panya wengi au wadudu wengine mbali. Na matokeo yake ni nini? Na matokeo yake mtu anaweza kupata maumivu ya tumbo au anaweza pia kuharisha. Sasa sio tabia nzuri sana kuacha chakula wazi wakati wa usiku. Chukua hata kitu chochote tu, funika, lakini sio kukiacha wazi, huwa ni hatari sana. Jambo la tatu ambalo hutakiwi kufanya wakati wa usiku ni kurusha maji nje wakati wa usiku. Hapa lazima tuelewane, simaanishi kwamba usimwage maji, hapana. Kuna kumwaga maji na kurusha maji. Sasa kumwaga ni kama vile yanavyotoka kwenye mfereji tu, lakini kurusha ni kama vile unavyomrushia mtu kitu. Sasa hii haipendezi wakati wa usiku. Kwa nini si nzuri? Kwa sababu hujui kitu gani kipo gizani au hujui kitu gani kinapita wakati huo. Sio kila kitu kinaonekana kwa macho, na hili liko wazi kabisa. Kila mtu anaelewa hili kwamba sio kila kitu unaweza kukiona kwa macho. Kwa hiyo wakati wa usiku mara nyingi sio wakati wetu, ni wakati ambao viumbe vya ajabu huwa vinapita. Unaweza kuwa umemaliza kupika ukaona hapana kitu, ukayarusha yale maji na matokeo yake ukaja kumrushia kiumbe cha ajabu. Au unaweza kuona hapana mtu, ukayarusha gizani, kumbe pana mtu ndio alikuwa anatokeza.
Ndio maana wazee walikuwa makini sana kwenye jambo hili, walikuwa wakitukataza sana kuhusu kurusha maji wakati wa usiku. Jambo la 4 ambalo hutakiwi kulifanya wakati wa usiku ni kupiga mluzi au wengine wanaita mbinja wakati wa usiku. Kuna watu hupenda sana kupiga mluzi wakati wa usiku kama ni sehemu tu ya starehe yao, yaani huku anatembea au amekaa nje anapiga mluzi. Lakini wazee wengi walikuwa wakikataza sana jambo hili. Kwa nini walikuwa wakikataza? Kwa sababu watu wengi waliamini kuwa usiku ni muda ambao viumbe visivyoonekana huwa vinazunguka zaidi. Ndio maana kuna watu walikuwa wakisema usipige mluzi usiku, utaitwa. Na kitu cha ajabu ni kwamba imani hii ipo sehemu nyingi duniani. Hata ukitoa upande wa kiroho bado ni hatari. Unaweza kuwavutia wahalifu au watu wakaanza kujua eneo ambalo wewe upo. Unaweza kuwavutia wahalifu au wahalifu wakaanza kujua eneo ambalo ulipo. Kivipi? Hebu chukulia mfano huu. Unapita usiku peke yako, unapiga mluzi. Wakati huo wahalifu wanatafuta mtu wa kumpora. Pengine wao wako mbali, wako eneo la pili, lakini wewe unatembea kunapiga mluzi. Kwa hiyo wale watashtuka, wanataka wajue nani anapiga mluzi. Je, yuko peke yake au anatembea na mtu? Kwa hiyo wakikuona wanakuja kukufanyia kitu ambacho si kizuri. Sio vizuri kupiga mluzi wakati wa usiku. Usiku ni muda ambao mazingira huwa kimya sana. Ukipiga mluzi unaweza kuvutia watu wenye nia mbaya bila hata wewe kujua. Na jambo la 5 ambalo watu wengi hufanya wakati wa usiku kwa kujua au kutokujua ni kulala na janaba. Janaba ni nini? Janaba ni hali ambayo mtu anakuwa nayo baada ya kufanya tendo au ni manii. Sasa hii watu wengi hulichukulia kawaida, lakini katika dini nyingi sana jambo hili lina uzito mkubwa sana. Watu wengi wanaamini ukilala bila kujisafisha unakuwa kwenye hali ambayo si nzuri kiroho, na baadhi ya simulizi zinaeleza kuwa hali hiyo inaweza kumfanya mtu awe karibu zaidi na nguvu zisizofaa. Wengine hata hudai kuwa wakilala wakiwa na janaba usingizi huwa mzito. Watu wengine pia husema kuwa wakilala wakiwa na janaba usingizi huwa mzito sana. Usingizi wao huwa ni wa ajabu, usingizi wenye ndoto mbaya, wenye kusononeka usiku, na wakiamka mwili unakuwa na uchovu mwingi sana. Ni kama vile walichukuliwa usiku na kwenda kulimishwa shamba. Na ukiangalia hata kiakili, mwili unapokuwa hauko safi, usingizi nao huwa hauko vizuri. Ndio maana dini nyingi zinasisitiza usafi kabla ya kulala, kwa sababu usiku sio muda wa michezo. Sasa usiku una utulivu wake, lakini pia una siri zake, na ndio maana tangu zamani watu walikuwa wakifundishwa tahadhari nyingi kuhusu mambo ya kufanya wakati wa usiku. Wengine najua wataamini, wengine watabisha, lakini kuna mambo mengi ambayo watu wameyashuhudia na kuna mambo mengi ambayo wewe huyafahamu hata kama hayawezi kuelezewa kirahisi. Sasa ukiamini sawa, usipoamini sawa, lakini lisemwalo lipo, na kama halipo linakuja. Mimi ningependa kujua kitu kimoja. Je, ni jambo gani ambalo ulikatazwa na wazee wako wakati uko mdogo au hata sasa hivi? Ni jambo gani ambalo unahisi sio zuri kwa kufanya wakati wa usiku? Niambie hapo chini kwenye comment. Kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe. Like video hii, share video hii, na tutaonana kwenye video nyingine. Asante sana.